Nilipoambiwa maneno hii nikaielewa. Nilifanyia majina yangu yote kazi. Hiyo yangu ya kienyeji nilifanyia kazi, yangu ya ng'ang'a nilifanyia kazi. Harrison nikaenda mpaka kutafuta Harrison ni meaning nini? Inamaanisha nini? Hiyo ni jina ya British. Inamaanisha nikatafuta. Those days when I was doing that work, nilikuwa sijulikane. Lakini nilifanyia hiyo kazi, majina kazi. Dhabihu zangu zote nilitoa kwa ajili ya majina. Leo sasa hiyo jina zimejulikana anywhere I go, they know that name. Jina lako kubarikiwa. Mnakumbuka Biblia inasema Abraham, I will make your name great. Hiyo ni Genesis chapter 12. Nitafanya jina lako kuwa kubwa. Kwa hivyo jina lako kama halijabarikiwa, you may not go anywhere. Jina ndio linafanya uondokewe. Jina ndio linafanya uheshimiwe. Na mtu iko na jina kubwa anaweza kutumia jina lake kukufungulia milango. So what do we do about names? Ni tunatake time kujua mimi ninaitwa nani? Mimi ninaitwa Harrison. So swali la kwanza ni hili, kwa sababu mimi ninaitwa Harrison. Wale waliniita Harrison waliniita kwa nini? Ni nani mwingine anaitwa Harrison katika family yetu? Na huyo niliitwa Harrison aliishi miaka mingapi? Alifanikiwa? Harrison huyo alifuatwa na nini? Kwa sababu unaweza kuwa wewe ni mtu mzuri lakini jina lako linafuatwa na ushawi. Si unaona? Uko na jina mzuri lakini jina lako linafuatwa na polygamist spirit. Uko na jina mzuri lakini jina lako linafuatwa na umaskini. So ukionekana umeenda mahali utapata pesa, inakuwa interfered with. Ukionekana mahali utafanikiwa, inaingiliwa. Kwa sababu your name lacks blessing. Kama jina lako halijabarikiwa, kupita interview, labda ujiite jina ingine. Na nyinyi mnakumbuka first president wa Kenya, Kenyatta. Hiyo sio jina la Kikuyu. Kenyatta ni nini? Si ni ile mshipi ya Masai. Those days wasungu walikuwa wanakuja wanasema I want Kenyatta. Hiyo kimshipi kilikuwa kinatengenezwa na Masai, kinawekwa hapa. It was very popular internationally. So huyo akaona jina Johnston Kamau, maana hiyo ndio jina lake. Akajaribu kuliusa likakataa. Akaambia, anza kuambia wasungu, my name is Kenyatta. Oh, Kenyatta, you are the Kenyatta. And he became the president. Na sasa ikawa jina, lakini ni mshipi ya Masai. Wadugu na wadada, kama hangejiita Kenyatta, Johnston Kamau hangekuwa president wa Kenya. Kwa sababu Kamau ni nini? Nikana Kamau kana nikaona kaja. Nika mtoto ya nje. That I'm trying to interpret Kikuyu. Kama mtoto ya Mau. Nika mtoto ya nje. Sio kama mtoto ya family. Hangeruhusiwa atawale. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama Kariuki, Kikuyu. Kariuki ni nini? Ni mtoto amekufa, alafu na wewe umezaliwa, unaitwa umefufuka ndio usikufe. Unaitwa Kariuki. Umeliuka ndio usikufe. Kama sasa mtu anaitwa Mwangi, ni kusema kazi yake ni kusuguka kila mahali. Mwangi ni kusema mtu anaenda huko na huko hasaidiki. Na wewe unataka sasa ukiwa unaitwa Mwangi, God settled me in the city of Nairobi. Na sifa ni Mwangi. Si ni kama Jerry akiomba awe na family mzuri. Jerry ni kusema mtoto wa jiani. Mtoto wa kuenda. Na yeye anasema ama Wamushi anataka kwenda Amerika. These are things we should think. Wamushi ni wa nyumbani. Ni mtuku akitaka kazi ya mshana. Wacha nisiongee sana vizaki kuingilia watu wengine, na ingilianga watu kwetu, maana sisi ndio tunaitwa hiyo majina. Bwana Yesu asifiwe. Wadada wanaitwa Wangali. Wangali ni wa Leopard.
wa elimu ni wa giant. Wangui si ni muibaji. So mtu ambaye anaitwa Wangui akianza kuibisha nyimbo kanisani atafanikiwa sana. Lakini sasa Wangui hazitaki kuiba nyimbo, zinataka kufanya kazi ya biashara. Unaona Wangui sasa anasumbuka sana kwa biashara. Maana anatakana aibe. Ametoka kwa renzi za nyimbo. So unless hizi majina sibarikiwe, zitakukontrol zizuie uende anything. Wakamba mko wapi? Kuna Wakamba hapa? Fikiria habari ya Kadheni, Musyoka. Musyoka ni wakufanya nini? Ni kurudi. Ndio Kalonzo achukuangi. Hiyo majina inahitaji kubarikiwa. Ndio mtu aende. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uliza jirani, unaitwa nani ndio nione hii shida yako exactly inatoka wapi? Ongeeni kidogo. Ongeeni kidogo. Unajua sasa sisi kama mimi na Dr. Edward tuliitwa majina ambaye si popular Kikuyuni. Kamengere ni kusema ile kakisuka dogo, kakisukale wazee wanambembanga ya kukula nyama. Edward naye ni kihato. Hao wazazi juu wanatakanga nini? Wanaita mtoto mzuri hapa Bishop. Bwana Yesu asifiwe. Naiba amekwambia jina gani? Na ndio unaona naturally kwa sababu ya kuokoka, unaona tumeokoka, tumemkubali Yesu kuwa Bwana. Si unaona kwa sababu ya kuokoka hii jina yako ya katikati unaficha. Hautaki uitwe. Kwa nini unalifisha? Kwa sababu spirit yako ina sense. Hapo ndipo shida ime. So watu wengi hapa wanaitwa jina ya baba yao. Hata huyu Mwaura, I don't think Mwaura is his name. Ni kweli anaitwa Mwaura? Anaitwa nani? You see. Karaja ni katoto kanalalaga nje. Sasa unaona watu wanajua jina lako vizuri. Bwana asifiwe. So sasa mpaka ladies hapa wanamezoea kuitwa jina la baptism. Hii jina lao la kienyeji ndio jina lao. Na hilo ndio jina lina control life yao. Lakini unajaribu kuifunika iondoke. But that's your name. Hata kama ulipewa jina alafu wakachange, ile jina lilikuwa lako na hiyo wamechange, zote ni zako. They are followed by things. So mtu huangalia kule hiyo jina ni ya nani? Uliitanishwa na nani? Alisucceed. Alifanikiwa. Ile vitu ilimfuata, inakufuata. That is when we seek the blessing of a name. Amen. Na hapo sasa lazima tujue mambo ya dhabihu. Mambo ya give an altar offering kwa sababu ya jina. Hapo ndipo majina inahitaji ipelekwe mbele za Mungu. Hivyo ndivyo Abraham alifanya, and his name became great in this world. Mpaka namtaja hapa na aliondoka duniani miaka nyingi imepita. His name became very great. Nilipoambiwa maneno hii nikaielewa. Nilifanyia majina yangu yote kazi. Hiyo yangu ya kienyeji nilifanyia kazi, yangu ya ng'ang'a nilifanyia kazi. Harrison nikaenda mpaka kutafuta Harrison ni meaning nini? Inamaanisha nini? Hiyo ni jina ya British. Inamaanisha nikatafuta. Those days when I was doing that work, nilikuwa sijulikane. Lakini nilifanyia hiyo kazi, majina kazi. Dhabihu zangu zote nilitoa kwa ajili ya majina. Leo sasa hiyo jina zimejulikana anywhere I go. They know that name. Amen. So mtu hajulikanagi ati kwa sababu tu unahubiri watu wakujue. Ni wahubiri wangapi wamekufa na hata mimi sikuwajua. Kuna mhubiri mmoja alikuja akaniambia
Archbishop Harrison Ng'ang'a unanijua. Nikamwambia mimi sikujui, hata sija kuona. Akasema na vile nafikiria najulikana na watu wote Kenya. Nikamwambia sikujui kabisa. Na ni kweli simjui kabisa. Alistuka sana. Akaniambia nikamwambia hivi unafikiria unajulikana haujulikani? Watu hawakujui, ni marafiki wako wanakujua. Kujulikana na watu wale hata hamsomi pamoja, hamutakuwa pamoja, sio walika yako. It is God, it takes God. Na kwa sababu nilifanya hivyo, na nyinyi fanyeni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Zamani nilikuwa naulizwa na kila mtu, na ulisema unaitwa pastor, lakini ilikwisha. Na mimi nililia, majina yangu nililia kama nimepiga magoti. Nalia machozi. Nasema Baba Mungu, hili jina lilitoka hapa. Nilikuwa napea Mungu history ya jina. Vile lilienda ndio linifikie. Linamaanisha hivi. Nimekataa, nimelibariki and I bless my names. Na hizo majina nikaambia watoto wangu, mtumie jina langu limesaidika. Mtakuwa wakubwa, mtafunguliwa njia. Na walifunguliwa katika jina la Yesu. Lakini mimi nikiwa na hiyo majina si kufunguliwa njia. Lakini watoto wangu wakiwa na hiyo majina walifunguliwa njia, maana niliyatengeneza. Na nyinyi ndio baraka ya majina mpokee, muyatengeneze katika jina la Yesu. Na jina ukiona liko na mkosi, litolewe dhabihu kwa Mungu. Ndio hilo jina litengenezeke. Amen.